Tanzania kwanza, mengine baadaye. Tanzania kwanza, mengine baadaye. Ndugu wanahabari, tumewaiteni hapa leo sisi kama wakazi wa Manzese, Mabibo, Burati na viunga vyake kuzungumza nanyi na kupeleka ujumbe kwa Watanzania wenzetu kuhusu baadhi ya mambo ambayo yanaendelea katika nchi yetu. Lakini kubwa ni vitisho vya watu ambao wanatamka mambo ya maandamano ambayo sisi hatuna shida nayo sana, lakini tuna shida na namna walivyosambaza vipeperushi vya kutishia kuchoma mashule, mahospitali na sehemu nyingine za serikali. Mtakumbuka kwamba Oktoba 29 walifanya mambo kama hayo ya kupinga maandamano ya uchaguzi, lakini matokeo yake tumepata hasara kubwa kama taifa na kama wananchi. Iko miundombinu mpaka leo haijafanya kazi. Iko miundombinu mpaka leo imekuwa kama magofu. Viko vituo vya polisi mpaka leo bado havijafunguliwa wala havijakarabatiwa. Tumeona sisi kama Tanzania kwanza tutamke na tukemee jambo hilo. Na tunaomba sana polisi, yalotokea Oktoba 29 hatuwezi kuyavumilia wala yavumiliki tena. Na sisi tuko wengi, tumekuja kwa niaba, tuko wengi, tuko zaidi ya 300. Tunataka tupambane na wauni. Tumeyachunguza na sisi tuna fikra, tumeyachunguza maandamano haya sio ya wananchi. Ni kikundi cha watu ambao sijui kwa nia gani wanataka kuharibu nchi. Sisi tunataka kuisaidia nchi, tunataka kusaidia polisi. Tumejipanga kupambana na wao wauni kwa gharama yoyote. Na tunaomba polisi honestly watuachie hao watu, sisi tushirike nao. Kwa sababu hatuwezi kuruhusu mambo kama haya ambayo yanaharibu nchi, yanaharibu taifa, yanaharibu miundombinu, yanaharibu shule, yanaharibu zahanati, yanaharibu ofisi za watendaji wa serikali na sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tumejipanga, tunaomba kwa nia njema kabisa. Tunataka tupambane na hichi kikundi. Ni kikundi cha watu wachache, sio wananchi hao. Ni kikundi cha wauni wachache na tumedharimia kupambana nao. Kwa hiyo mimi kama katibu wa Tanzania kwanza natoa tamko hili, lakini nitawapisha wenzangu watazungumza moja moja. Wako wazungumzaji 7 hapa au 8. Kila mtu atazungumza, tupeleke ujumbe kwa Watanzania wenzetu kwamba tunalani na kupinga hichi kitu. Hata kama maandamano yapo kwa mujibu wa sheria wa katiba, lakini ibara 28 ya katiba inatupasa sisi wananchi wote tuwe walinzi wa nchi yetu. Tujilinde, tuikinge nchi yetu na tuilinde nchi yetu. Kwa hiyo sisi tumesimama kama wananchi kupambana na hili jambo. Naitwa Salum Chirwa, mjumbe Tanzania kwanza. Leo niko hapa kwa ajili ya kuzungumza mbele ya waandishi wa habari kuhusiana na kitu kinachoitwa maandamano. Kwa kifupi, ndugu zangu, niseme maandamano huwa hayakataliwi, lakini ili mradi tu yafanywe kwa mujibu wa sheria, yafuate utaratibu, yapate ridhaa na yapewe ulinzi na vyombo vya ulinzi na usalama ili kuhakikisha yanafanyika kwa usalama na amani. Lakini maandamano ambayo hayajulikani muasisi wake ni nani, yanafanyikia wapi, yanaishia wapi, na ujumbe anafikishiwa nani, kwa lugha nyepesi niseme hayo sio maandamano, ni vurugu. Ni vurugu, na kwa sababu ni vurugu, sisi kama Watanzania kwa lugha nyepesi tunatambua yako makundi ya Watanzania wanavutiwa sana na maandamano. Yaani wao wamekaa kimaandamano, wanatamani tu kuna pahala hii nchi waitoe waipeleke. Lakini huu mchezo tunaoucheza huu wa kujaribu kulitumbukiza taifa kwenye shimo ni rahisi kucheza, ni rahisi kulipeleka. Tutafika mahala tunahitaji kulitoa taifa, halitokuwa jambo jepesi na linalowezekana. Kwa hiyo niseme mambo kadhaa. Ukiachana na hao ambao wanapenda maandamano, kuna Watanzania ambao hawataki kabisa maandamano. Kosa linakuja pale tu kundi la Watanzania wasiotaka maandamano
wao wanapochagua kuwa wakimya na kuacha kundi la watu wachache liichezee nchi na kufanya linavyotaka. Kwa niaba ya Watanzania wasiotaka maandamano, nikiwemo mimi na wenzangu tuliopo hapa na wengine ambao hawakubahatika leo kuwepo, kwa sababu tumejichagua tuwepo wachache kwa niaba ya wengine, tufikishe ujumbe, lakini ikibidi kufanya tutafanya. Wote ambao wanajijua na mapenzi mema na Watanzania, tutaendesha operesheni nchi nzima kuhakikisha kila ambaye anajaribu kucheza na amani ya Tanzania, wananchi tunachukua hatua dhidi yake. Kwa sababu kilichofanyika tarehe 29 ni kujaribu kwenda kufanya vurugu barabarani. Zinapofeli vurugu barabarani, wanarudi mtaani, jambo ambalo limepelekea kuna ndugu zetu wengi wasiokuwa na hatia wamekufa. Kwa sababu mtu anakimbizwa, anakimbilia mtaani, akifika mtaani asiyekuwa na hatia anatoka ndani kuja kuangalia kuna nini nje kinaendelea, anakutana na mkono wa chuma, yanatokea yanayotokea. Kesho na kesho kutwa wao ndio wanakuwa namba moja kulalamika kwamba wamekufa watu wasiokuwa na hatia. Mbona hawawaleti wenye hatia? Kama wanajua waliokufa hawana hatia, nani atakuwa tayari kutuambia wale wenye hatia wamewaweka wapi? Kwa nini wasiwalete kwenye vyombo vya sheria waseme kwa nini wao waliandamana, kwa nini wamevunja maeneo ya biashara ya watu, kwa nini wamechoma gari nyingine ni binafsi? Unaikuta gari tu tenki ya mafuta ina safari zake, imeamua kupisha maandamano kupaki pembeni, mtu anasogea na dumu la petroli anachoma moto. Unajaribu kumuuliza babako anajua thamani ya hiyo gari, anaweza kuinunua walau robo yake hiyo gari anaweza. Lakini wanajua baada ya hiyo gari kuchomwa fedha za kurejesha kwenye hiyo gari zinatoka kwenye mfuko gani? Kwa shabaha inaonekana ni kulitia taifa umaskini. Lakini maandamano yanaingilia haki za watu wengine. Moja kati ya haki ambazo zimepokwa na zimeingiliwa, kuna watu walikuwa wagonjwa majumbani kwetu, hawakuweza kwenda hospitali, kuna waliokufa. Lakini kuna haki za watoto zetu ambao wanawajibika kutafuta elimu. Kwa zaidi ya wiki moja haki hii imefungwa, watoto hawawezi kwenda shule na wanabaki majumbani. Lakini kuna haki za sisi wengine watu wazima, haki ya kufanya kazi na kupata mkate kwa njia ya halali. Hii nayo imepokwa. Tumefika pahala kile kilichomo ndani unatumia mpaka kinakatika na hakuna mahala pa kwenda kupata fedha nyingine. Hata kama una sumni iko kwenye simu, unahitaji kwenda kutoa kwenye Tigo Pesa, lakini huduma haipo. Hata una sumni unataka kwenda kununua unga au mchele, duka limefunguliwa mlango mmoja, akisikia mlio wa risasi anafunga. Hapa palipofika tunatamka wazi, imetosha. Swala la maandamano imetosha. Anayetaka akatafute kibali, akipata kibali apate ulinzi wa vyombo vya ulinzi na usalama. Sisi kama raia tutabaki nyumbani, wacha waandamane, ni haki yao. Lakini kufanya vurugu, ukitolewa barabarani ukirudi mtaani utatukuta. Kila mmoja atasema na wakwake. Mimi nashukuru, naomba kuwasilisha. Kwa majina naitwa Muhammad. Ni miongoni mwa wanachama wa Tanzania Kwanza. Tumekutana leo, lengo kubwa baada ya kusikia vitisho kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia vipeperushi vinavyoendelea kutembea kuhusiana na maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7. Huko nyuma sisi tunazo kumbukumbu nyingi sana zenye kuumiza kwenye mioyo yetu kutokana na changamoto iliyotokea tarehe 29. Sisi wote ni mashahidi, tumeiona tarehe 29 Oktoba kilichotokea. Mpaka leo kuna watu hawana viungo kwenye mwili wao. Mpaka leo kuna watu hawana kazi, yamechomwa masheli. Muandamanaji hawezi kuchoma sheli. Yeye hakuwa maandamano, zile zilikuwa ni vurugu. Watu wamechoma masheli, wamechoma mabasi. Tunao vijana wenzetu kibao mpaka leo hawana kazi, hawana ajira. Kwa kupitia hili sisi tumejitokeza kwa niaba ya wengine. Sisi tupo zaidi ya 300. Tukisema tukutane hapa hakuna sehemu itakapotosha. Tumetoka ili kuzungumza. Sisi tumechoshwa na haya mambo kila wakati, kwa sababu sisi tuna wazazi. Wengine wazee wetu wana miaka 90. Akisikia maandamano mzee ana pressure, na jamani nirudisheni kwanza kijijini, wakati huku mtu ana nyumba zake. Anakiwa kaya ishi kwa amani. Kwa hiyo sisi tunaiomba serikali, kwa hapa tulipofika sisi tumechoshwa na haya mambo. Ikiwezekana watu si watu wachie tudili nao.
Kwa sababu sisi hapa Manzese, mfano Manzese ndio kitovu cha mambo yote. Hapa sisi tumekutana watu wa Mabibo, Manzese, Mburahati, Kigogo, tumekutana. Lengo tuzungumze kwa kauli moja. Hili jambo si hatulitaki. Na haya mambo ya kutishiana sijui watu wataandamana watafanya si hatutaki. Kwa sababu maandamano yana vigezo na sheria. Waombe vibali ili tujue kiongozi wa hayo maandamano ni nani. Lakini leo hii watu wanaamua, mtu anaandamana, unaona klipu kwenye kitambaa cheupe, watu wanagombania bia. Yaani wamevamia kwenye baa wanagombania mawiski. Hayo ni maandamano au ni vurugu? Kwa hiyo mimi niombe serikali. Kwa hapo tulipofikia sisi wananchi tumechoka. Yaani hawa watu wanaojifanya wanataka kuandamana lengo ni kuvuruga amani ya nchi. Si hawa watu wachie, sisi tunaweza kudili nao. Alafu sisi tunachokijua hawa sio wananchi. Wananchi wana uchungu na nchi yao. Sisi tunatembea mpaka saa 8 mpaka saa 9. Hakuna mtu anayekuuliza unaenda wapi, unatoka wapi. Leo hii likitokea la kutokea. Ukitoka hapa na pale kuna beria. Una kitambulisho cha kujitambulisha, unaenda wapi? Si angalieni hilo soko la ndizi hapa. Hapa tupo karibu na soko la ndizi. Kuna magari zaidi ya magari 300 yalizuiwa njiani. Kutokana na hizi vurumai, vyakula vimeoza. Ilifika hatua Manzese nyenya tunanunua moja buku. Yote yametokana na nini? Watu kufanya vurumai. Kiasi kwamba serikali ikaona kuzuia beria kila mkoa kwa mkoa. Ikafika hatua sisi hapa nyenya moja tunanunua buku. Watu wengi tulikuwa tunagombania mayai, ndio kilikuwa chakula chetu. Yaani mayai ndio mboga. Yote kwa sababu gani? Kwa sababu ya watu, kikundi cha watu wachache walioamua kuhamasisha upuuzi. Mtu yuko Marekani huko anaamua kuhamasisha upumbavu, inafika hatua vijana. Sisi tunao mashahidi ya vijana ambao wao hawakuwa kwenye maandamano. Kijana anatoka anaenda wanapishana na ma-TV. Watu wanaibiwa. Haya maduka barabarani yote yameibiwa. Watu wanavunja, wanaona kitu chepesi. Kuna mtu kwetu kabeba kahangaika na friji kafika kwetu katikati. Ni uchochoro katikati. Kuna msteam kashindwa kupita na friji kaliacha hapo hapo. Kwa mimi naomba vijana wenzangu, kwa sababu vijana ndio taifa la leo. Sisi ndio wenye nguvu kipindi hiki. Sisi ndio tunaweza tukasema hili jambo hapana. Tutoke kila sehemu. Tukemee hili jambo. Sisi hatulitaki kwa sababu ya maslahi ya maeneo yetu. Naomba kwa